Afadhali tumekutana. Yaani wewe wenzako wako huko wanakimbia ila wewe huko unatembea tu na relax. Ina maana wewe uogopi hatari au? Na mimi naongea hunijibu. Ina maana ni dharau au wewe ni bubu? Sasa nikwambie, kwa kukaa kwako kimya unaweza kukosa mambo mazuri. Kuna habari nataka nikupe. Wewe mtoto, kwa nini unapenda kutuingilia kwenye mambo ambayo hayakuhusu? Unajifanya unajua sana wewe. Wewe tunaishia hapo hapo. Unasemaje wewe? Kama nilivyokuambia, utanielewa baadaye. Wewe mtoto unanipanda kichwani, nitakufanya kitu kibaya. Yaani umekaa kimya, inamaanisha wewe ni bubu au? Sasa kukaa kimya kwako ndio kutasababisha mimi nisikupe habari moto. Hebu ongea hata kidogo basi ili unionyeshe ushirikiano ili nijue naanzia wapi kwenye kukwambia hiyo story. Wenzako wanakimbia kwa sababu ya kuogopa tu mambo ya ajabu kwenye hiki kijiji. Na maanisha kwenye hiki kijiji kuna mambo ya ushirikina, kuna mambo ya uchawi. Sasa sijajua wewe mwenzangu kwa umejikinga au wewe mwenzangu una nguvu za kupambana na haya mambo. Maana unatembea kwa relax. Mimi sina kinga wala sina hizo nguvu na usemea. Mimi namtegemea Mungu tu. Kumbe unaongea bwana. Sasa ngoja nikupe habari au habari news. Na nilisahau tu. Kwa majina naitwa Kibigi au mjomba msaliti. Sasa sikia. Mimi sina kinga wala sina nguvu na usemea. Mimi namtegemea Mungu tu. Sasa wewe mimi nimeongea tu kwa kukurahisishia wewe mambo. Hai Sam. Kwanza nashukuru sana kwa kuitika wito kwangu. Unajua Hai Sam, wahenga huwa wanasema huwa mficha malazi kifo umuumbua. Kwa hiyo mimi sitaki kifo kiniumbue. Sawa? Labda tu nikwambie tu ukweli. Hai Sam. Mimi Hai Sam nimetokea kukupenda, kiufupi nimetokea kukulove. Na nikwambie ukiwa na mimi Hai Sam maisha yako yatabadilika, yatakuwa maisha mazuri. Kwa sababu kwenu Hai Sam unakula tembele, kwangu mimi kunde. Kwangu mimi Hai Sam utafuata maisha mazuri. Kunde utakula, kwenu tembele na kunde wapi? Babu, leo nimekuja kwenye shamba letu. Na nguvu ulizonipatia. Wewe kama nilivyokuambia Aisha, nikubalie maisha yako yabadilike. Aisha mtoto mzuri. Umemaliza? Ndiyo nimemaliza. Action. Hivi kaka, unavyofikiria mimi nitakupeleka wapi? Cha kwanza na uombea wako. Nitakuwa nimeolewa na mwanaume na shoga wenzangu. Alafu ukukuniambia mimi sijui nakula tembele kila siku, umewahi kuniona? Na hata kama nakula tembele ni kwetu, sitaki kuolewa na wewe na sikupendi. Aibu naona mimi. Kwa hiyo mimi nishakuwa shoga yako tena. Nishakuwa watu vidole juu. Maneno yote ninayokuambia bado hujalizika. Siwezi kuforce maji kupanda mlima. Lakini ipo siku moja utanikumbuka tu. Kukumbuka ya baba taifa. Hebu kwenda huko. Sasa leo nimefanikisha.
Basi sawa. Hata kama umenikataa. Hata busu tu basi. Ule busu wa kuja nani? Mimi. Shaambiwa sikupendi, sikutaki. Unataka nini tena kutoka kwangu? Au hujanielewa? Sawa. Basi ondoka nyumbani kwangu. Ondoka nyumbani kwangu sasa. Mbona unaendelea kukaa? Ndio naondoka. Haya toka. Lione kwanza, halina taa hiyo. Hapo nyani nilikuwa nakutega tu, una uzuri wowote. Yaani sura hiyo kama ndoo. Juu kubwa, chini kubwa. Nikupende wewe. Mtu mwenye mbele uendi, nyuma urudi. Hivi mjomba, leo kuna vitu nataka nikuulize. Sawa mjomba wangu eh? Na tena nikikuuliza naomba unijibu kwa ufasaha. Maswala kunijibu shortcut kama unavyonijibu mimi leo sitaki kabisa. Hivi wewe mjomba ni mtu wa design gani? Eh? Kwa sababu kuna muda unajua sikuelewi mjomba wangu eh? Yaani kuna muda unakuwa mtu wa kawaida, alafu kuna muda unakuwa ni mtu wa ajabu ajabu, eh? Unajua nashindwa kukutafsiri vizuri. Unajua juzi tu hapa umelala ukaniambia kuwa umeota ndoto. Baada ya kuamka nikakuuliza ni ndoto gani ambayo umeota? Mjomba ukaniambia tu ndoto ya kawaida na ukuniambiaga ndoto namna gani mpaka leo sijajua bado. Nikapotezea. Siku ile natembea barabarani tena ukanyosha mkono hivi. Kuashiria unamshika mtu mkono wake. Na mimi sioni mtu mbele, nikakuuliza. Huko mbele unamshika nani? Ukaputa mkono wako na nikakuachia mkono wako. Vile vile ukuniambia chochote kilichoendelea pale. Jomba, naomba uniambie wewe ni mtu wa design gani? Na sio mimi tu. Hata wana kijiji walishawahi kuniletea malalamiko yako. Kuwa wewe unawatisha. Sasa mjomba, naomba uniambie wewe ni mtu gani? Ina maana wewe tunakuwa mtu sio kawaida kabisa. Mjomba, naongea na wewe bado umekaa kimya, ina maana ni dharau. Sasa mjomba, leo hii nataka unieleze wewe mwenyewe kwa mdomo wako. Je, yasemwayo na mimi naona ni kweli? Mjomba sio mtu wa kawaida. Mjomba, safari hiyo umelitafuta na utalipata. Huwa sitaki ufuatiliwa mambo yangu. Mimi leo siwezi kukuelewa. Sawa, na leo nitakuonyesha mimi ni nani. Leo sichezi. Mjomba, nilikuonya mara ngapi? Sikia mjomba, leo unajua shughuli yangu ya pili. Sawa mjomba, leo simtanie kabisa leo. Dada. Samahani bwana. Samahani dada. Afadhali tu tumeonana. Unajua ile siku hatukuzungumza vizuri kwa sababu uliondoka kwa jealous sana. Sasa leo naomba tuongee vizuri na tuelewane. Sasa unajua mambo yako hivi. Kama nilivyokueleza siku ile kwamba kwenye hiki kijiji kuna mambo ya ajabu yanaendelea. Na bila kusahau jina langu, naitwa Kibigi au mjomba msaliti. Unajua kwenye hiki kijiji kuna mambo mengi sana ya kutisha. Sawa? Sasa naomba leo nisikize kwa makini mno katika siku zote. Leo naomba nisikilize kwa makini mno. Kwenye hiki kijiji kuna mauzauza. Ndio maana siku ile nikakuuliza wenzako wanakimbia, wewe unatembea. Ina maana wewe hauogopi? Lakini dada yangu ukaondoka, yani ukanijibu tu hapo tuelewana ukaondoka. Bado tu niamini. Aibu na unaamini. Na watu huwa wanasema asiyosikia la mkuu ufukuzwa kazi. Sasa wewe kama unataka kufukuzwa kazi, nenda. Nenda mwana kwenda. Uone kinachokukuta. Najua. Aibu naona mimi.
Mjomba, vipi mbona ghafla kama chafya? Vipi kufika hapa? Mjomba, leo utakiona cha mtema kuni.